Mwanamke alikuwa na tabia ya kulala bila nguo, lakini hakujua kwamba kulikuwa na mwizi aliyekuswa chini ya kitanda chake. Mwizi alitumia taulo kumfanya azime. Baada ya hapo, alifanya jambo la kuchukiza. Si tu hivyo, alienda pia kwenye bafu kuoga. Alijisugua meno na mswaki wa mwanamke huyo. Hata alinusika nguo zake ambazo hazikuoshwa kwa siku 3. Baada ya kuoga, alirudi kwenye chumba bila wasiwasi wowote. Alimvua mwanamke huyo nguo za usingizi, akazikunja kwa umakini na kuweka pembeni. Kisha akalingia ndani ya blanketi na akaenda kulala. Mwanamke huyo hakuwa na uhakika kabisa na jambo hili, lakini mwizi alikuwa akifanya mambo kama hayo kwa siku kadhaa mfululizo. Asubuhi, mwanamke alishtushwa alipoamka. Nguo za usingizi alizokuwa amevaa usiku uliotangulia zilikuwa zimekunjwa kwa umakini pembeni ya kitanda. Zaidi ya hayo, alihisi uchovu na maumivu kote mwilini. Alidhani ni kwa sababu ya kuchoka kazini. Kisha akaenda kazini bila kufikiria sana. Kwenye lifti alikutana na jirani wake mwanamke mzee. Mwanamke huyo mzee alimlaumu kwa kutoa kelele nyingi na mumewe usiku. Mwanamke alishtuka kwa sababu mumewe alikuwa safarini kwa kazi kwa miezi 3. Alidhani mwanamke huyo mzee alimkosea. Baadaye alienda kufanya kazini kwenye duka la vito kama kawaida. Wakati huu mwanamume mgeni aliye na kovu usoni aliingia dukani. Aliendelea kumtazama mwanamke huyo, hata alisema anataka kumnunulia vito. Meneja alidhani anamsumbua mfanyikazi, kwa hivyo alimfukuza kama mwizi. Mwanamke huyo alikasirika, akatoa daftari mfukoni, akachora alama ya msalaba ya kifo juu yake. Jioni, meneja aliendesha nyumbani, lakini hakujua kwamba breki za gari lake ziliharibiwa. Gari lilipoteza udhibiti wakati likienda na kugongana na lori. Meneja aliuliwa papo hapo. Wakati huo huo, mwanamke huyo alipokuwa njiani kurudi nyumbani kutoka kazini, aligundua kwamba mtu alikuwa anamfuata. Aliogopa na akatoa dawa yake ya kumfukuza mbwa mwitu, lakini ilibainika kuwa mtu aliyemfuata alikuwa jirani yake. Alikuja kumkumbusha mwanamke huyo akumbuke kufunga mlango usiku anapokwenda kulala. Mwanamke huyo hakuzingatia sana na akaenda nyumbani haraka. Baada ya kuhakikisha kuwa hakuna mtu nje, alipumua mwendo wa raha, lakini baadaye aligundua kwamba mtu alikuwa amekunywa maji ndani ya nyumba yake. Akaanza kutafuta mtu huyo kote. Hatimaye alipata kidokezo chini ya kitanda.